Jambo wapendwa wa Bwana, tunawalika katika fundisho yetu ya leo na tunawashukuru kila msikilizaji na mtazamaji kwenye video hii SDA Youth Teachers. Na kwa hiyo tunakuwa na fundisho inayosema nguvu ya mambo madogo madogo na umuhimu wa kutii. Nguvu ya mambo madogo madogo na umuhimu wa kutii. Unaposoma kile kitabu cha Yoshua, ilikuwa wakati wana wa Israeli walipotaka kwenda pambana na mji wa Jericho. Mji wa Jericho ulikuwa mji ambao wana wa Israeli wanataka kufikia, lakini waliweza kutuma huko wapelelezi. Wapelelezi walijulikana katika mji wa Jericho kwamba watu wasiokuwa wa mji wameingia, lakini Rahabu aliweza kuwaficha hao watu na aliweza kuwaelekeza kusudi wasiweze kukamatwa na wale maskari wa Jericho. Jambo ambalo tunakamata ndani ya hii mfano ni kwamba wale wapelelezi waliambia Rahabu ya kwamba aweze kufunga kamba nyekundu kwenye dirisha yake na kuambia watu wa familia yake waje wakae naye ndani ya familia yake kusudi wana wa Israeli watakapoingia kwenye mji wa Jericho waweze kuokolewa. Rahab hakuweza kudharau hiyo mambo. Wale wapelelezi waliweza kwenda na Rahabu akatimiza hiyo mambo, hakudharau. Kufunga tu kamba nyekundu kwenye dirisha, aliweza kutenda hilo jambo na kuambia watu wengine wote wakaweza kuokolewa. Fundisho inatuonesha kwamba tusidharau vitu vidogo vidogo. Pia unapopatwa na kitu, unapobarikiwa, weza kuambia familia yako na majirani zako. Ndio kusema baraka ambazo tunazipata tusiweze kuzichangia sisi wenyewe, lakini tuweze kuambia majirani na marafiki waweze kuchangia kwa baraka ambazo tumezipata. Usidharau kitu kidogo. Rahabu kwa ajili ya kufunga tu kamba tu, unatoa kamba tu nifunga kwenye dirisha ili upate kuokolewa. Na Rahabu na wana wa familia wa Rahabu hakuweza kumdharau nao pia, kwa sababu alikuwa mtu ameenda kufanya chumba mbali na familia, lakini walimsikia, hawakumkamata kama mwenda mazimu. Wanapokushauri, ikiwemo viongozi wa kanisa, ikiwemo kila mtu anayekushauri, weza kutii. Luka 16 shairi la 10 linasema, anayekuwa mtiifu katika mambo madogo ndio atakayekuwa mtiifu katika mambo makubwa makubwa. Mungu wa neema tusaidie tuwe watu watiifu, tusidharau mambo madogo madogo, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? good evening.